Utaitwa kwa jina lako nyakati za usiku, basi usiitike. Na utasikia sauti za watu wakihitaji msaada kutoka kwako, kamwe usithubutu kutoka kwenda kuwasaidia. Utasikia milango na madirisha pamoja na kelele zikigongwa katika nyumba yako, basi usithubutu kuamka kwenda kuwafungulia. Hapa ni Appalachian Mountains, milima ya mizimu, mlima wenye msitu ambao watu wanaopotea na sauti zinazoita majina yao. Mahali ambapo hata jua wakati mwingine halifiki kabisa, na kusababisha kuwa na mazingira ya kutisha zaidi kwa wakati wote kuanzia mchana hadi usiku, na kusababisha wakazi wa maeneo haya kuishi kwa sheria moja ya ajabu sana. Sheria ambayo hupitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Wanasema, usitembee ndani ya msitu usiku, na ukisikia au kuona kitu chochote kikikuita jina lako, basi usijibu, kwa sababu watu wengi waliovunja sheria hiyo hawakurudi tena. The Storybook. Appalachian Mountains. Hadithi yetu ya kwanza inatupeleka kwenye milima mikubwa ya Great Smoky Mountains kwenye mpaka wa Tennessee na North Carolina. Hapa ndipo ilipotokea siri ya kutoweka kwa Treni Gibson. Safari ya wanafunzi shuleni iligeuka kuwa tukio la kutisha, na ghafla taifa lote likaanza kuuliza swali moja: Treni alikwenda wapi? Msichana wa miaka 16 alitoweka ghafla kana kwamba ameyeyuka hewani wakati wa safari ya shule. Uchunguzi wa Federal Bureau of Investigation ulifunua matukio ya kutatanisha kabla ya kutoweka kwake. Inakumbukwa wanafunzi takriban 38 walipanda basi kwenda safari ya kujifunza mimea katika Great Smoky Mountains National Park. Ndani ya Appalachian Mountains walitembea hadi eneo la Andrews Bald wakichunguza miti na mimea njiani. Lakini wakati wa kurudi, mwanafunzi mmoja aliyejulikana kwa jina la Treni alikuwa miongoni mwa wanafunzi hao. Alikuwa mwanafunzi mwenye nidhamu, mwenye ndoto ya kusoma landscape architecture. Hakuna aliyedhani kwamba maisha yake yangekatizwa kwa njia ya ajabu. Inakumbukwa tena wanafunzi wenzake walimwona Treni akipiga magoti kuangalia bibi kizee aliyekuwa akimuita pembeni ya msitu. Walipoangalia tena, Treni hakuwepo tena. Hakuna aliyemsikia akipiga kelele. Hakuna aliyemwona akiondoka. Alitoweka katika mazingira ya ajabu na ya kutatanisha. Walinzi wa hifadhi walianza msako mkubwa wakiambatana na helikopta za jeshi, mbwa wa kunusa harufu, askari wa uokoaji, lakini hakuna nguo wala alama yoyote iliyoonekana. Mbwa walifuata harufu yake hadi karibu na Appalachian Trail, halafu harufu ilikatika ghafla, kana kwamba alichukuliwa na gari au kutoweka hewani. Na zaidi ya miaka 48 baadaye, hakuna anayejua kilichompata. Inakumbukwa tena katika mji mdogo wa Corbin, ndani ya Appalachian Mountains, wanandoa Claude na Sue Shelton walipotoweka bila alama yoyote. Walikuwa na watoto 3 wadogo. Usiku moja waliondoka nyumbani kwenda kununua kahawa kwenye kituo cha malori na hawakuwahi kurudi tena. Polisi walitafuta katika mito, milima, lakini hawakupata chochote. Hata gari lao la Ford Galaxy 500 halikuwahi kupatikana. Miaka zaidi ya 50 imepita. Hakuna aliyewahi kuwaona tena. Inakumbukwa tena hadithi nyingine ya kutisha ya mtoto wa miaka 6 anaitwa Kelly Holland. Aliishi katika milima ya Kentucky, ndani ya Appalachian Mountains. Mnamo mwaka 1982, mama yake alimruhusu acheze nje. Ulikuwa ni wakati wa kuanguka kwa barafu, hivyo watoto wengi hupenda. Lakini baada ya muda kidogo ilisikika kelele ya kutisha, kisha ukimya ukatanda. Alipotoka kumwangalia, Kelly hakuonekana eneo hilo. Msako mkubwa ulifanyika msituni, lakini hakuna alama yoyote ya mtoto huyo. Wengine wanaamini alipotea msituni
na wapo walionukuliwa kusema nje ya nyumba hiyo alionekana bibi kikongwe, na hadi sasa hakupatikana. Hadithi ya mwisho ni ya mwanamke mwenye miaka 71 anaitwa Gladys Kidd kutoka Morehead. Siku moja aliuza shamba lake, akatoa dola 80,000 benkini, kisha akatoweka, na baadaye familia ilipokea barua zikisema wasimtafute. Milima ya Appalachian Mountains imejaa historia za kutisha zaidi na siri nyingi ambazo bado hazijatatuliwa. Ulikuwa nami kipindi chote, na hii ni chaneli mpya ya The Storybook. The Storybook.